Mwanangu, baadhi ya wabongo walikuwa wananipa ushauri kwamba lile shoga la kizungu South Africa niendelee kulipelekea moto. Kwa sababu lile shoga sometime ulikuwa linaenda kwa wabongo wenzangu, linaenda kutoa Arusha waje kunibembeleza mimi kwamba nikubali mimi kulioa nije nalo Tanzania tufunge ndoa, alafu kutoka hapo atanipa mimi uraia wa South Africa. Atanikabidhi mali zake za ulisi ambazo ana mali ambao kaachiwa na wazazi wake, mali za miti ya misitu ya mbao ambao ipo ndani ya Witi River ndani ya Mpumalanga. Mimi nikaskuti, nikaona wanangu sio kweli. Lakini wanangu wakaambia mwanangu wewe unachoma unafeli kwa sababu ngoja South Africa kuja kutafuta hela. Kwa picha linaanza mwanangu wewe unapiga teke fuku la hela. Mimi nikaona wabongo wananichanganya moja kwa moja, mimi kaenda zangu mtaani. Kufika mtaani mwanangu, kufika hivi kuangalia nakuta maafande mwanangu pale mtaani. Nikicheki hivi nakuta vishoga kama vyote, vishoga vilivyoniona tu mwanangu hivi kanikimbilia. Squeeze. Siyakutanda wena, siyakutanda kakuru. Oya yani maana yake ni shemeji. Tunakupenda. Ngapi what is happening in my house? Yani kitu gani kimetokea kwenye nyumba yangu? Wakaambia today is the birthday of your wife. Nikaza birthday of my wife? My wife gani ambaye mwanamke ana makende? Yani mwanamke ana makende kama mimi unasema mwanamke? Oya kimoyo, lakini nikasema wanangu wananichanganya afu watanipeleka sehemu pabaya. Afu mimi mwenyewe maisha yangu mimi sijakubali afu sijachagua. Kumbe wale maaskari wamekaa pale kazi yao kulinda mashoga, wale mashoga walikuwa pale wanafanya birthday ya yule mwanamke wake wa kishoga. Kweli dakika mwisho nikaona kweli South Africa mwanangu mashoga wanapewa haki. Hadi mapolisi wanawalinda. Serikali inakuja pale na wasamia mashoga. Nikakolewa mwanangu inchi sio poa. Kweli mimi moja kwa moja nikachezesha, nikaona hapa mimi cha msingi hapa mimi bora nimuache ushoga nikimbie zangu. Kweli mzee nikachezesha kashangaa mwanangu, nikachukua begi langu nikachukua nguo nikaweka. Kweli dakika ya mwisho mzee nikachezesha, ngapitisha mlango wa 1 mzee kutembea kufika tauni. Nikamwambia nikatafuta namba simu nikampigia mwanangu Bokasa. Nikamwambia Bokasa, mimi mwanangu mimi natembea na zangu debeni kuna kudandia meli. Nikampigia simu bosi nikamwambia bwana sio mimi hapa mwanangu tena dakika za mwisho hapa mimi Jonas begi siwezi, naenda kwa zangu debeni kuna michongo ambayo nimeipata kwa debeni. Kwa hiyo kazi yako haijaribika, hamna kitu nilichoharibu. Kwa hiyo tafuta dereva mwingine. Yani hapo chumba changu mwanangu kuna everything ndani, kuna full mafriji nini everything vyote nimemwacha lile shoga. Kwa hiyo moja kwa moja mimi nifika zangu debeni. Kufika zangu debeni moja kwa moja mwanangu naingia tu debeni nakutana mwanangu kuna mtiti kama wote wa Tanzania ambao wafanya biashara wa Tanzania ambao au traveler ambao wameenda South Africa, wanaona South Africa, Canada, South Africa, Marekani, na Watanzania ambao mabaharia kama sisi ambao hatufagili South Africa tunaona Afrika, tunaona kama ni Tanzania. Kwa hiyo picha linaanza wale Watanzania ambao wanaomeridhika na South Africa wanaona sisi wauni, kwa sababu sisi tukishoga hela sometimes tunapandisha juu kwenda kwa kaba Tanzania wenzetu, na sisi Watanzania ambao mabaharia tunaona kama wale Tanzania ambao wanafanya biashara wameridhika South Africa wanaona Canada, tunaona wale washamba mabrazameni mashalo matozi. Kwa hiyo katokea ugomvi kati yetu sisi Watanzania kwa Watanzania. Dakika mwisho mwanangu pale kumekufa watu 7. Katika kufa watu 7 mwanangu mabaharia wawili wa Tanzania ambao wameridhika na South Africa ambao wafanya biashara 5. Kweli mwanangu kule chini kule beach mwanangu wakawa wametokea maaskari kama wote mwanangu. Dakika za mwisho ni purukushani mwanangu kwa beach kwa kukaliki. Kwa dakika ya mwisho ni mabaharia wote tukakimbia tukatafuta mtu anayetafuta chaka lake. Kweli mwanangu nimetulia kama muda wa wiki 3 hivi. Kweli beach kukatulia tukarudi zetu beach, nikakutana mwanangu mmoja anaitwa Chesco akaniambia mwanangu kama kawaida tunaweza tumbele mwanangu. Mimi najua mwanangu wewe balozi una experience ya kudandia meli. Mimi japo mimi first time. Kwa hiyo mwanangu tuenzetu mimi nakusikiliza wewe. Nikamwambia mwanangu hapa nyama nakusikilizia mwanangu. Si never dry mwanangu. Yaani kama kawaida tunaenda kudandia chuma tunaelekea zetu mbele. Kweli moja kwa moja tukaingia bandarini. Kuingia bandarini mwanangu dakika za mwisho mwanangu. Kweli tuchezesha kwa meli kama yote mwanangu umejipanga kama daladala stendi. Nikichezesha mwanangu nikakutana chuma hiyo moja mwanangu tukadandia ile chuma mwanangu kuingia ndani kweli mavumba. Hatujaonekana mwanangu nikajipigilia katika chimbo la kibabe. Fuatilia story namba 13 inakuja.